Hi, kwa majina ninaitwa Pastor Ne, nipo Kunduchi Beach, Dar es Salaam. Niko hapa kwenye Injili ya Milele kukuletea habari njema za umilele ambazo Mungu amemwambia mwanadamu. Kusema kile kitabu cha Ufunuo 14:6 ndio maono yetu yanapotokea ya Injili ya Milele. Inasema kisha nikamwona malaika mwingine amepaa juu ya anga, ameshika Injili ya Milele. Kumbe Injili ya Milele inashikika. Alafu akaenda kuwahubiria watu wanaokaa duniani wa kila kabila, kila taifa, kila jamaa na kila lugha. Ndio nipo hapa kukuletea habari hizo. Na siku ya leo tutaenda kusoma kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Inasema ya kwamba hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kiingereza kinasema anybody who in Christ has become a new creation. Kwa maana yake kuna creation ya kwanza Mungu aliyoifanya, kuna uumbaji wa kwanza Mungu aliyoufanya kwa kupitia Adamu wa kwanza. Ule uumbaji ulishindwa, ulifeli, yani mwanadamu akashindwa na Ibilisi. Ukisoma vizuri Mwanzo ile sura ya 3, nyoka alimwingia Hawa, akaenda akamdanganya, wakala lile tunda ambalo Mungu alikuwa amelikataza. Walipokula wakapata anguko na kifo kikaingia, shida zikaingia, matatizo yakaingia. Sasa tokea pale Mungu ndo akaahidi kwenye Mwanzo 3:15 ya kwamba atamleta mtoto atakayezaliwa na yule mwanamke. Huyo mtoto atamponda yule nyoka kisigino, alafu na yule nyoka atamponda yule mtoto kwenye nyoka atapondwa kwenye kichwa na yule mtoto, lakini yeye mtoto atapondwa kwenye kisigino na nyoka, au ataumwa kwenye kisigino. Maana yake kwenye maisha haya yule nyoka ni Ibilisi, atatuumauma tu miguu yetu kidogo, yani kuna shida hapa na pale atatuletea, lakini Yesu Kristo ndio yule mtoto aliyetabiriwa kwenye kitabu cha Mwanzo 3:15. Alikuja pale msalabani ndo akamshindilia kichwa chake hivi Ibilisi, akaua nguvu zake, akaparalyze nguvu ambazo zilikuwa zinaleta mauti kwa watu, nguvu zilikuwa zinaleta magonjwa kwa watu, nguvu zilikuwa zinaleta umaskini kwa watu. Yesu akaziparalyze, akumalizia nguvu zake. Kwa nguvu zake anazo mpaka leo. Mtu ambaye hayuko ndani ya Kristo, hizo nguvu zinaweza kumuaffect, zinaweza kumzuru, zinaweza kumuathiri. So maneno ya leo yanasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, ufahamu unakuwa mpya, akili zinakuwa mpya, nia inakuwa mpya. Hata mtu akiwa ndani ya Kristo, biashara pia inakuwa mpya, ndoa pia inakuwa mpya, everything become new. Kila kitu kinakuja kuwa kipya. So moyo wake pia unakuwa mpya. Ndio maana kitabu cha Mithali 4:23 inasema hivi, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana uko ndiko zitokako chemchemi za uzima. Sasa moyo ulishaharibiwa na uovu wa Ibilisi, huu moyo pia inabidi na wenyewe pia uwe mpya. Ndio maana kusoma Warumi 12 mstari wa 2 tunasema ya kwamba tugeuzwe nia. Nia maana yake pale ni mind ambayo inakaa kwenye nafsi, ambayo inatakiwa igeuzwe ifanane sawa sawa na Kristo ambaye tunamwamini. So it's a process, ni mchakato wa kubadilishwa nia ambao tunaanza kufanana na Kristo. Ukisoma pia kile kitabu cha Warumi 8 ule mstari wa 29 unasema ya kwamba Kristo sisi ndio destiny yetu, image yetu. Yani tunabadilishwa tufanane na yeye, nguvu, mamlaka, heshima, kibali, tunafanana na yeye. So wewe ukiwa upo ndani ya Kristo, anza kujitamkia maneno kwamba wewe moyo wako ni mpya, akili yako ni mpya, biashara yako ni mpya, fedha zako ni mpya, na kutabiria hautashika shilingi, utashika mpaka dola, itakuwa ni mpya kwako. Hujawahi kushika najua. So utashika paundi za Europe huko, utashika za franc huko za Kiarabu, utashika kwa sababu umekuwa kiumbe kipya na miradi yako itakuwa mipya. So let me pray for you, Father, in the name of Jesus. Ninamwombea huyu anayesikiliza sasa hivi, akili yake ikawe mpya, moyo wake ukawe mpya, mafunuo mapya akayapate ya biashara yake anayofanya. Amestaki kwa muda mrefu hapo, lakini today is over. Acha Bwana kwa ufunuo huu akaanze kujiimbia wimbo huu wa kwamba mimi ni mpya katika Kristo, kwa hiyo miradi yangu ni mipya, kwa hiyo wateja wangu ni mapya. Ukawaombe wateja wapya Mungu akuletee, kwa sababu wewe upo mpya katika Kristo Yesu. We love you because Jesus has first loved us. Tunakupenda wewe kwa sababu Kristo yeye ndo ameanza kutupenda sisi watumishi wa Mungu. Nakuombea wewe Bwana akakufanikishe katika maisha yako haya mapya ambayo umeanza kuendea na Kristo. I love you so much. Tunapitisha namba zetu hapo za Injili ya Milele za Pastor Ne. Ukipenda kupiga kwa maombi, kwa msaada wa kishauri, 24 hours utanipata. Ciao, I love you. Shalom.